Kuna vita ambayo huwezi kushinda bila kuwa na nguvu ya ziada. Kuna level zingine ambazo hutaka uzifikie kwenye maisha yako bila kutumia hii silaha yenye nguvu zaidi. Leo nataka nikuletee jambo ambalo linaweza kukupa nguvu ya ziada kwenye maisha yako. Ukilitumia kwenye maisha yako na ukalifanya kuwa sehemu ya maisha yako, utakuwa na nguvu ya ziada. Utapiga hatua ambazo hukuwahi kuzifikiria hapo kabla. Kuna milango itafunguka baada ya kutumia njia hii, na nitakupa mambo 4 ambayo jambo hili linaweza kuanzisha kwenye maisha yako. Shalom, karibu tujifunze pamoja. Kwenye kitabu kile cha Marko mlango wa 9 mstari wa 9 mpaka wa 29 tunapata kisa kimoja cha baba ambaye mtoto wake alikuwa anasumbuliwa kwa muda mrefu tangu kuzaliwa kwake. Biblia inatuambia pale yule baba alimleta yule mtoto kwa wanafunzi wa Yesu, kwa sababu kumbuka wakati huo ni ambapo Yesu alimchukua Petro, Yakobo na Yohana akaenda nao faragha kwa ajili ya maombi. Kwa hiyo baba huyu alipomleta yule mtoto wake aliwakuta wale wanafunzi wa Yesu. Wale wanafunzi wa Yesu wakaomba, wakafanya maombi, lakini yule mtoto hakufunguliwa. Baada ya muda fulani Yesu akaja, akarudi sasa na Yohana, Petro pamoja na Yakobo. Na yule baba alipomwona Yesu anakuja, alimkimbilia kwenda kumwambia, nilimleta mtoto wangu kwa wanafunzi wako, lakini wanafunzi wako hawakuweza kumuondoa yule pepo. Yesu akasema, mlete huku kwangu. Na Yesu akamuombea. Yesu akakemea lile pepo, likatoka. Pale Biblia inatuambia akamkemea yule pepo mchafu, akamwambia, ewe pepo bubu na kiziwi, mimi nakuamuru mtoke huyu, wala usimuingie tena. Akalia, akamtia kifafa sana, akamtoka, naye akawa kama amekufa. Hata wengine wakasema amekufa, lakini Yesu akamshika mkono, akamuinua, naye akasimama. Baada ya hilo tukio kutokea, wanafunzi wa Yesu wakawa wanajiuliza sana, mbona Yesu ameweza kumtoa, mbona sisi hatukuweza? Angalia mstari wa 28, Biblia inasema, hata alipoingia nyumbani wanafunzi wake wakamuuliza kwa faragha, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Akawaambia, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Tafsiri nyingine inasema isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Leo ninakuletea nguvu ya kufunga na kuomba. Tunaona hapa wanafunzi wa Yesu ingawa walimuombea, Yesu anawaambia kuna mambo ambayo hayawezi kutoka isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kuna milango ambayo haiwezi kufunguka isipokuwa mtu amefunga na kuomba. Kwa hiyo ndugu yangu, nataka nikuletee mambo 4 ambayo yanatokea pale ambapo mtu anafunga na kuomba. Jambo la kwanza, maombi ya kufunga na kuomba yanakupa mpenyo wa kusikilizwa na Mungu. Kwenye kitabu kile cha Ezra mlango wa 8 mstari wa 23, Biblia inasema, basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatutakabali. Ukifanya maombi ya kufunga, Mungu atakusikiliza, kwa sababu maombi ya kufunga yanaambatana na kujidhabihu. Maombi ya kufunga yanaambatana na kuukana mwili, kwa sababu unaacha chakula, unaacha mambo uliyoyazoea, unaacha mambo unayoyapenda. Inaambatana na dhabihu ya miili yetu. Kwa hiyo maombi ya kufunga yanaugusa moyo wa Mungu zaidi, kwa sababu yanaambatana na ile dhabihu. Maombi ya kufunga ni maombi ya kujikana. Maombi ya kufunga ni maombi ya kujisalimisha mazima mbele za Mungu. Kwa hiyo maombi ya namna hii yanakupa kibali, yanakupa mpenyo wa kusikilizwa na Mungu. Jambo la pili ambayo maombi ya kufunga yanafanya, maombi ya kufunga yanafungua vifungo, yanalegeza nira, yanaachilia huru mtu
umefungwa kwa muda mrefu. Biblia kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 58 mstari wa 6, Biblia inasema, je, saumu niliyoichagua siyo ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Hapa Biblia inatuonyesha kwamba maombi ya kufunga, swaumu ni maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga yanafungua vifungo. Inawezekana umefungwa labda na jambo fulani, au kuna dhambi ambayo imekutesa kwa muda mrefu. Kuna ugonjwa ambao umeteseka nao kwa wataalamu mbalimbali. Hebu ingia kwenye maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga yanalegeza nira. Maombi ya kufunga yanavunja vifungo ambavyo viko kwenye maisha ya mtu. Tunaona kisa hiki cha huyu kijana, tangu utoto wake alikuwa akisumbuliwa na hili pepo la kifafa, pepo la uzimu na pepo bubu. Amesumbuliwa kwa muda mrefu. Yamkini walishaenda kwa madaktari bingwa, yamkini walishatafuta usuluhisho kwa miaka, lakini Yesu, kwa kuwa yeye alikuwa amefunga na kuomba, aliweza kuamuru pepo lile likamwacha. Kifungo kile kikamwacha yule kijana. Nikwambie ndugu yangu, inawezekana biashara yako imefungwa, haipigi hatua. Inawezekana kazini kwako hauna kibali. Inawezekana katika shughuli zako, katika huduma yako haujapata mpenyo. Nikwambie, njia ya kupata upenyo ni kupitia kufunga na kuomba. Biblia kwenye Isaya imetuonyesha hapo ni kulegeza nira, ni kufungua vifungo. Lakini mstari wa 7 inatuongezea kitu pale. Unapofunga, hakikisha unatoa sadaka kwa ajili ya kuwasaidia watu. Nakwambia, ukiambatanisha pia na sadaka ya kuwasaidia wahitaji, nakwambia hakuna mlango utakaosimama mbele yako bila kufunguka. Nikwambie, hakuna ukuta utakaoendelea kusimama mbele yako kwa sababu ya maombi ya kufunga. Nikwambie, maombi ya kufunga yana nguvu. Maombi ya kufunga yanafungua vitu. Maombi ya kufunga. Lakini jambo la 3, maombi ya kufunga yanaleta urejesho. Hii ni tamu hii. Maombi ya kufunga yanaleta urejesho. Angalia kwenye kitabu cha Danieli mlango wa 9 mstari wa 3. Pale Danieli baada ya kusoma vitabu, mstari wa 2, anakuja kugundua kwamba miaka yao ya kukaa utumwani imeshakwisha. Tayari wameshakaa utumwani kwa muda mrefu, muda wa kutosha. Lakini sasa anaingia kwenye maombi ya kufunga ili wapate uhuru wao tena, ili warudishwe katika nchi yao tena. Nikwambie, unapokaa na kutafakari, ukagundua maisha yako kuna mahali ulipoteza jambo, kuna miaka yako ulijitahidi sana kufanya kazi lakini imepotea, baraka zako zimepotea. Nikwambie, ukitaka urejesho, na hapa tuingie ndani zaidi. Kama wewe ni mzazi, unaona watoto wako wamechukuliwa na adui, wanafanya vitu ambavyo hutamani wavifanye. Umejitahidi kutafuta msaada wa kisaikolojia, umejitahidi kutafuta namna ya kuwasaidia, imeshindikana. Njia ya kupata urejesho, kufunga na kuomba. Unapoingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba, ndugu yangu, nakwambia unapata urejesho. Vile vitu vilivyokuwa vimepotea kwenye maisha yako, Mungu anaanza kuvirejesha. Inawezekana ulikuwa na kiu ya Mungu kipindi cha nyuma. Inawezekana ulikuwa una kiu ya kusoma neno, ulikuwa una shauku hata kazini kwako, lakini sasa imepotea. Sasa huna hamu hata ya kusikia neno la Mungu, huna hamu hata ya kwenda kanisani. Ukitaka urejesho, maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga yanaleta urejesho. Ukiendelea kusoma habari ya Daniel, alifunga kwa siku 21 na Mungu alimletea majibu. Maombi ya kufunga yanaleta urejesho. Jambo la 4 tunaloliona katika kufunga na kuomba, Mungu anakufunulia kusudi lake. Mungu anakufunulia kusudi lake juu ya jambo unalopitia.
Mungu anakufunulia kusudi lake juu ya familia yako. Mungu anakufunulia kusudi lake juu ya malengo yako. Angalia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 13 mstari wa 2. Biblia inasema, basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada ya kufunga, Roho Mtakatifu akasema. Unapofanya maombi ya kufunga, Mungu ana tabia ya kuzungumza na mtu aliyejidhabihu. Mungu ana tabia ya kuzungumza na mtu aliyejikana. Mungu ana tabia ya kuzungumza na mtu aliyejisalimisha mbele zake. Tunaona hapa hawa ni wanafunzi wa Yesu, walipokuwa wakimfanyia Mungu ibada ya kufunga na kuomba, Roho Mtakatifu akasema. Hivi nikuulize swali, unataka Roho Mtakatifu aseme na maisha yako? Unataka Mungu akufunulie picha kubwa ya maisha yako? Ingia kwenye maombi ya kufunga. Ingia kwenye maombi ya kufunga. Haya maombi nimeyaita ni maombi ya kujikana. Haya ni maombi ya kujidhabihu kabisa mbele za Mungu.